بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وعلى أن أشكر الله سبحانه وتعالى، اليوم نواصل أن نتعلم الدرس الجديد في اللغة العربية. في الدرس الماضي تعلمنا بعض الضمائر وبعض الأفعال في فعل مضارع، ولكن اليوم يمكن أن نتعلم الدرس الجديد. يمكن أن نستخدم الضمائر للمؤنث، تسمى الضمائر الغائب مؤنث. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutaendelea kujifunza darasa letu la lugha ya Kiarabu kwa kutumia viwakilishi vya mwanamke au vya kike. Manake katika lugha ya Kiarabu kuna namna ya kuzungumza lugha ya Kiarabu, lakini kuna namna ya kumzungumzisha au kumzungumzia mwanaume, na kuna namna ya kuzungumza au kumzungumzia mwanamke. Hivyo katika darasa lililopita tulijifunza namna ya kuzungumza au kumzungumzia mwanaume kwa kutumia viwakilishi vya kiume, lakini leo tutajifunza lugha ya Kiarabu kwa kutumia viwakilishi vya kike. Mfano, tukija katika fi'il mudhari tulisema cha kwanza lazima ujue nini maana ya fi'il mudhari, maana wakati uliopo. Waarabu wanasema maana yake kwa Kiarabu, wa fi'lu ni kitendo, yadullu ala hasuli, kinachojulisha juu ya kutokea amali kwa kitendo, fi zamani al-hadar, maana katika wakati wa sasa au mustakbali au wakati ujao. Kwa maana hiyo iko kitendo kinaweza kutokea katika wakati wa sasa au katika wakati ujao. Hivyo basi leo tunajifunza nini fi'il mudhari, wakati uliopo, ndivyo, lakini dhamairul ghaib muannath. Kwa nini? Kwa viwakilishi vya mbali vya mwanamke au vya mtoto wa kike. Kwa maana hiyo katika darasa lililopita tulitumia viwakilishi vya kiume. Tulisema kwa mfano tukitumia kitendo dhahaba, nikisema dhahaba maana yake alikwenda katika wakati uliopita, lakini aliyekwenda ni nani? Mwanamke. Lakini tukasema yadhhabu maana yake anakwenda katika wakati wa sasa, anakwenda katika wakati wa sasa ni nani? Huyo mwanaume. Lakini mwanamke katika wakati uliopita tulikuwa tukisema dhahabat, maana yake yeye alikwenda katika wakati uliopita. Maana yake ile ta'u maftuhata sakine, ile ta'u maftuhata sakine hapa ndivyo ta'u maftuhata sakine, ta'u yenye nini? Yenye sakine, ndo alama ambayo inaonyesha kwamba mwendaji alikuwa ni nani? Mwanamke. Kwa hiyo nikisema hii dhahabat maana yake yeye alikwenda, mwanamke akiwa anakwenda sasa hivi mwanamke, nitasemaje? Nitasema hiya, yeye, tadhhabu, anakwenda. Hiya tadhhabu maana yake yeye mwanamke anafanya nini? Anakwenda, sivyo? Katika wakati wa sasa maana yake tunatumia nini? Ta mwanzoni. Maana yake ita ni alama ambayo inaonyesha anayekwenda sasa hivi ni nani? Ni mwanamke, sivyo? Je, wakiwa waendaji wawili wanawake tunawaita huma. Je, wakiwa wanakwenda wanawake wawili katika wakati wa sasa nitasemaje? Katika lugha ya Kiarabu tutasema huma maana yake wao, sivyo? Tadhhabani, wanakwenda. Huma tadhhabani maana yake wao wanawake wawili wanafanya nini? Wanakwenda, sivyo? Je, wanawake wakiwa watatu na kuendelea, na maanisha wanawake wakiwa wengi, wakiwa wanakwenda katika wakati wa sasa nitasema, nitasema hunna maana yake wao, yadhhabna wanafanya nini? Wanakwenda. Hunna yadhhabna, wao wanakwenda, wanawake wengi, sivyo? Hivyo basi tukitumia mfano wa kitendo cha pili,
kitendo chetu cha pili kinaitwa nini? Shariba. Kwa maana hiyo nikisema shariba maana yake amekunywa. Asili ya kitendo inaanzia kwa huwa. Kwa hiyo nikisema huwa shariba maana yake yeye amekunywa. Aliyekunywa ni nani? Mwanaume, lakini kanywa katika wakati uliopita, si ndivyo? Kwa hiyo nikisema hiya sharibat maana yake yeye mwanamke alikunywa katika wakati uliopita, si ndivyo? Je, akiwa anakunywa mwanamke katika wakati wa sasa, maana yake katika fi'lu mudhari, katika vitendo vya wakati wa sasa nitasemaje? Nitasema hiya, yeye mwanamke, tashrabu, anakunywa. Hiya tashrabu maana yake yeye anakunywa, mwanamke, wakati wa sasa. Lakini wanawake wakiwa wanafanya kitendo hiko, wakiwa wanakunywa, wanawake wakiwa wawili, sivyo? Wakiwa wawili wanakunywa sasa hivi nitasema huma, wao wanawake wawili, tashrabani, tashrabani, wanakunywa. Natumia nini? Ta mwanzoni, maana yake ita ndio inawakilisha wao wanakunywa, wanawake. Lakini wanawake wakiwa wengi wanakunywa tutasema yashrabna, maana yake yashrabna, wanakunywa. Hii ni harufi yenye sakine na harufi na nuni yenye fatha, ndio inaonyesha kwamba wanaokunywa ni wanawake wengi. Nikitumia mfano wa kitendo kingine sivyo nini? Sakana. Nikisema sakana maana yake ameishi, sivyo? Kwa hiyo nikisema huwa sakana maana yake yeye ameishi katika wakati uliopita, sivyo? Lakini mwanamke nitasema hiya sakanat, maana yake yeye aliishi au anaishi katika wakati uliopita. Kwa mwanaume akiwa anaishi sasa hivi tutasema sivyo, huwa yaskunu, huwa yaskunu, maana yake yeye anaishi mwanaume. Je, mwanamke akiwa anaishi sasa hivi nitasemaje? Nitasema hiya, nitasema hiya maana yake yeye, taskunu, anaishi. Situmia kama mwanaume, nitatumia ta, nitasema hiya taskunu, maana yake yeye anaishi, si ndivyo? Lakini wakiwa wanaoishi, si ndivyo, ni wanawake wangapi? Wawili katika wakati kwa sasa. Nitasemaje? Nitasema huma, wao wanawake wawili, taskunani, wanaishi. Huma, wao, taskunani, wanaishi. Wanawake wangapi? Wawili. Je, wakiwa wanawake wengi nataka kusema wao wanaishi, maanake wao wanaishi, wanawake wengi wanaishi katika wakati kwa sasa. Nitasemaje? Nitasema hunna, maanake wao wanawake wengi, yaskunna, yaskunna, wanaishi. Lakini ukiangalia katika hiki kitendo, sivyo, kuna nuni mbili zimekutana. Nuni ya kwanza ina sakine na nuni ya pili ina nini? Ina fatha. Hivyo basi ukisema yaskunna, manake ili neno hapa linaleta utata katika utamkaji. Hivyo basi kwa Waarabu wakasema kwamba hii nuni moja waifute, si ndivyo? Wakaifuta, kisha nyingine wakaiwekea shadda. Kwa maana hiyo wakasema yaskunna, manake wao wanaishi, si ndivyo? Manake baada ya hapo tutakuwa tumemaliza kujifunza darasa letu la 4 la lugha ya Kiarabu katika wakati uliopo, sivyo? Insha Allah tutaendelea na darasa letu la 4 katika kipindi kijacho, lakini tutaongeza baadhi ya viwakilishi, ndio, yani baadhi ya nini, ya viwakilishi. Maanake hivi tulivyojifunza ni viwakilishi vya mbali, maanake kumwashiria mtu akiwa mbali. Lakini tutakuja kujifunza viwakilishi kama nini? Anta, antuma na antum, maanake wewe, si ndivyo? Anti, wewe mwanamke. Antuma, nyinyi wanawake wawili, si ndio? Lakini antunna, nyinyi wanawake wengi mnaitwa antunna. Hivyo vinaitwa viwakilishi vya karibu. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.